Ni Mea Pioneer wa GCV Educational Group. Tunaendelea na ile series yetu ya kuzijua applications zetu za Pi Network. Katika video ya kwanza tulitoa utangulizi kuhusu Pi na Pi browser, ama kuhusu Pi ya kuchimbia, ile application ya kuchimbia, na ile application nyingine ya Pi browser. Sasa katika mfululizo wetu wa hizi video tunaendelea sasa kujifunza yale mambo ambayo yako ndani ya kila application, na tunaanzia kama nilivyosema, tunaanzia kwenye application yetu ya kuchimbia. Wakati application yetu ya kuchimbia inaendelea kufunguka, kama hivyo unavyoona inasema welcome to Pi, na nembo nzuri kabisa ya rangi hiyo ya Pi inayojionyesha hapo juu. Huu ni muda maalum wa kusubiria ili application yako ifunguke. Wakati application inafunguka, kuna mambo ambayo unatakiwa uyazingatie wewe kama pioneer. Kuna mambo ambayo unatakiwa uzingatie. Unatakiwa uhakikishe kwamba network yako iko sahihi, uhakikishe una bundle, uhakikishe kila kitu kiko sawa ili app yako iweze kufunguka. Naam, tunasubiria app yetu ifunguke, inachukua dakika kidogo, na kama hivyo unavyoona hiyo inayozunguka nimesema inaitwa capture, ambayo inakutambua kwa sababu muda huo wewe utakuwa tayari umeshajiunga. Hizi video ni maalum kwa wale watu ambao tayari wameshajiunga. Sasa nipende kutoa mapendekezo. Tuanze na vile vitu vya kawaida kabisa, na vitu ambavyo nataka tuanze navyo kabla ya kwenda sehemu nyingine yoyote, nilipenda sana tuanze na vitu hivi hapa. Kwa ujumla wake vyote hivi nilipenda tuanze na hivyo, pamoja na hichi hapa. Nafikiri tukianza na hivyo vile ambavyo vitakuwa vigumu zaidi, basi tutaenda kuvitengenezea video yake yenyewe. Basi tuanze kabisa, tuanze na sehemu ya kwanza, hii batani ama kitufe cha kualika. Unapobonyeza kitufe hicho, manake application inakupeleka kwenye ukurasa wa kualika ndugu, jamaa na marafiki. Sasa tubonyeze ili uweze kuona, na tunabonyeza hiyo invite. Itatupeleka namna ya kuinvite. Sasa ukibonyeza hii invite, manake inakupeleka sehemu itakupeleka sehemu kwa ajili ya kutuma link. Kwa mfano, kama unataka kutuma hiyo linki kwa Facebook, itakupeleka. Kama utuma linki kwa WhatsApp, itakupeleka pia. Itakupeleka pia vile vile kama unataka kutuma linki, itakupeleka sehemu yoyote. Ngoja nirudie. Nabonyeza tena button ya invite. Nabonyeza button ya invite. Wakati tunasubiria ifunguke, ikifunguka manake sasa ndio inakupeleka huku kwenye uchaguzi. Na huku kwenye uchaguzi inakupeleka, ndio inakupeleka either itakutengenezea linki, alafu utaenda kwenda kuishare. Kwa mfano, tutumie mfano wa messages. Kwa mfano, kama unataka kutuma kwa kutumia message, ama unataka kutumia WhatsApp. Sasa mimi ngoja katika uchaguzi wangu rahisi kabisa nichague upande wa Facebook. Kwa hiyo hapo ndio sehemu ambapo nataka kualika marafiki zangu. Nachagua upande wa Facebook. Nachagua Facebook. Nimeibonyeza hiyo Facebook, na itanifungulia ukurasa wangu wa mbele wa Facebook.
ikishafungua itanipeleka mpaka kwenye feed ya Facebook. Umeona hii ni sehemu ya feed ya Facebook, ambapo hapa sasa mimi nitapata nafasi, itanitengenezea kabisa, itanitengenezea kitu cha kuposti, na muda huu ndio inafanya mchakato wa kunitengenezea hicho kitu cha kuposti, namna ambavyo yenyewe ilivyotengenezwa ili iweze kuposti. Kwa hiyo unaipa muda, na kama hivyo unavyoona inatengeneza hiyo posti tayari imeshatengeneza. Kwa hiyo sasa ikishatengeneza, imetengeneza posta nzuri kabisa ambayo inahusiana na Pi Network. Na wewe sasa kama pioneer ambayo unataka kualika marafiki zako kupitia Facebook, maana yake ni kwamba utakuja kuandika kitu hapa. Kwa hiyo mimi naenda kuandika kitu hapo, na naenda kuandika sentensi rahisi kabisa. Ngoja tuiandike uone ninachokiandika. Nikishamaliza hapo kuandika, nabonyeza inaniletea keypad na ninaandika karibuni katika mradi wetu, samahani nimekosea spelling, mradi wetu pendwa wa Pi Network. Pi inaandikwa PI, ama kama utaona watu hawataweza kuelewa, unaiweka kwenye mabano ili iwe rahisi mtu kuelewa. Unaandika kabisa Pi, alafu unaandika network, alafu unaiandika kwenye mabano vizuri, unaweka kwenye mabano kama hivyo unavyoona. Tayari nimeshasema karibuni katika mradi wetu pendwa wa Pi Network. Nimeshaandika ujumbe, na hii yani sehemu hii hapa yenye hichi ki ni sehemu ya info, ambapo yule ambaye atatembelea Facebook yako ataikuta wewe umeiposti. Kwa hiyo kinachofuata hapo sasa ni kwenda kuposti kile, na unakuja kubonyeza hii hapa. Kwa hiyo humu ndani kuna taarifa zote zile za Pi Network zinazokuhusu wewe, na mtu atakapojiunga atatumia nini ili aweze kujiunga. Tukishamaliza tunakuja kubonyeza hii neno next hapo, ili tuweze kutuma huu ujumbe kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Kwa hiyo tubonyeze next, tunabonyeza next. Ukishabonyeza next inakuletea sehemu ya setting. Hii sehemu ya setting, huku ni Facebook jamani. Hii ni sehemu ya setting ambapo unachagua aina ya watu, kama unachagua public, kama unachagua nani atakao comment, nani atakaye share, namna ya kushare story, unachagua magroups, unachagua kama ni pesa. Kwa wale wataalamu wa Facebook wanajua ni kitu gani ambacho huwa wanakifanya muda ule wanapotaka posti zao. Kwa sehemu maalum ni ya kuposti hapa. Kwa sasa, kwa sababu mimi setting yangu iko audience, yani wale watazamani ni public, ni mtu yoyote, na nani anaweza kukomenti ni mtu yoyote, na muda wa kuposti unaweza ukatengeneza muda wako wa kuposti. Kama unataka ipostiwe sasa hivi, kesho kutwa, hapo ndo unaweka ratiba yako ya kuposti. Sasa mimi nimeweka kwenye posti now. Je, kushare story watu wanaruhusiwa? Ndio, watu wanaruhusiwa kuendelea kushare, na kile watu watakachokuwa wanakishare basi na itakuwa na share wapi? Kwenye sharing to Facebook groups. Kwa hiyo sasa mimi hapo kwa urahisi kabisa, bila kupepesa macho, na kuja kubonyeza hii sehemu ya kuposti, ili ujumbe wangu sasa uweze kwenda kwenye ukurasa wangu wa Facebook. Na
ukurasa wangu wa Facebook. Hii hapo imeshapostiwa, imekuja kabisa, na unaona hapo ni jina langu Fredrick Msechu, nimeposti sasa hivi. Na ile posti inasema karibu katika mradi wetu pendwa wa Pi Network, na taarifa zote tunazipata hapo. Na hii inakuwa ndio linki ambayo itampeleka yule mtu, wale watu wote walio watakaoigusa hiyo linki kwenda kudownload application yao ya Pi Network. Nafikiri mpaka hapo utakuwa umenielewa, na kwa kujaribu kidogo, hebu tujaribu kubonyeza hii taarifa, hii sehemu ya info, ili uone ni kitu gani ambacho kipo katika hiyo posti ambayo imetengenezwa. Unabonyeza hiyo info na itafungua, inakuonyesha about this content, chochote inakuonyesha. Kwa hiyo inakuonyesha hii content, about this content, na content inaitwa Pi Network interest. Link first shared, ilisharewa mara ya mwisho Januari 2015, na hii inaitwa mypi.com, registered more than 5 years ago. Kwa hiyo hii inajionyesha kila kitu. Kwa hiyo ukitaka kupata taarifa zote za website unazibonyeza hapo, ndio unapata taarifa za huyo atapata taarifa huyo atakayetaka kujifunza namna ya kufungua hiyo. Kwa hiyo kwa sehemu ndivyo hivyo ilivyo. Na sasa pia tubonyeze hapa ili tupate angalau taarifa kidogo. Tuangalie tukibonyeza hii linki, hiyo ndio sehemu ya kubonyeza hiyo linki ili uweze kujua itakupeleka wapi. Tubonyeze hiyo linki, tunabonyeza hiyo linki na ukibonyeza hiyo linki itafunguka. Kwa hiyo tuibonyeze about blank Facebook, hiyo hapo inafungua, inakupeleka kwenye platform yao ya Pi. Unakuwa wewe tayari umesha mtangazia huyo mtu kwamba hii Pi. Na hii Pi ni nini? Inakuwa imemuelekeza the first digital currency you can mine on your phone. Na mtu atasoma hizo taarifa zake, akitaka sasa akipendezwa atakuja kubonyeza hapo kwenye kudownload. Kwa hiyo ndio namna ya kushare, hiyo ndio namna ambavyo unatakiwa ushare. Basi kwa sehemu hiyo nafikiri utakuwa umenielewa. Sasa turudi nyuma kwenye application yetu kule, tuendelee kwenda kuangalia ni kitu gani ambacho tunatakiwa kwenda kukifanya tena upya. Turudi kwenye app yetu ya Pi. Tunafungua tena app yetu ya Pi. Wakati huu tukisubiria ikifungukia, ngoja tu pause kidogo, halafu ikishafunguka naam, app yetu imefunguka tena upya. Sasa tujaribu njia nyingine moja, namna ya kushare kwa kutumia WhatsApp. Naam, hii ni tunajaribu tena njia nyingine, namna ya kushare kwa kutumia WhatsApp. Na tunaona hapa imetupeleka tena kwenye ukurasa wetu namna ya kushare. Tunaenda kwenye namna ya kushare kwa kutumia WhatsApp. Acha tubonyeze hiyo button ya WhatsApp ili tuone jinsi ambavyo unaweza ukashare linki ya Pi kwa kutumia WhatsApp. Inafunguka kwa kutumia WhatsApp, itakufungukia kwenye ukitaka kushare linki kwa kutumia haya magrupu. Kwa mfano kama unaona mimi imenileta kwenye magrupu GCV Educational, Pi Network. Unashare, ukitaka kushare kwa mtu mmoja, manake unaenda kumsearch huyu mtu hapa, ndo ukisha msearch huyu mtu unataka kushare, basi utaenda kwenda kushare naye. Sasa kwa mfano kama mimi nina share hii link yangu kwenye grupu langu. Ninataka ni share hii link yangu kwenye grupu langu ambao ni GCV Education Group. Kwa hiyo naenda kulichagua hilo grupu ili niweze kushare hiyo. Ninachagua hilo grupu. Nikishachagua hilo grupu, umeona hapa imeniletea sehemu, imeniletea hiyo posti ya kushare kwenye group. Kwa hiyo mimi nitakachoenda kufanya, nitaenda kubonyeza hii sehemu ya kusend.
na nitaenda kusend. Nikishaenda kusend inanipeleka mpaka kwenye ukurasa wangu, mpaka kwenye grupu, na imeshanisaidia kutuma linki. Kwa inawapa watumiaji maelekezo namna ya kufanya. Kwa hiyo na linki ya kwangu imetengenezwa, inaitwa hiyo hapo, https mindpi.com/frefex and use my username as your invitation code. Kwa hiyo hii imenitengenezea linki, na hii linki inatumia kitu kinachoitwa referral name au referral code, ama wanasema username. Hiyo hapo ndio username. Username ndio hii hapa, Frefex. Kwa hiyo mtu anaweza akaitumia kwa hata kwa kutaka kutuma kwa message, unaweza ukawatumia watu kadiri unavyoweza, ili uweze kuendelea kusambaza upendo wa Pi Network. Kwa leo naishia hapa. Karibu sana, na mimi nakukaribisha sana. Tumia kiungo hichi ili uweze kujiunga na mtandao wa Pi. Na ukitaka pia unaweza ukafasiri hii hapa yote. Nasema Pi is a new digital currency developed by Stanford PhDs with over 55 million members worldwide. To claim your Pi, follow this link. Hapa utaibonyeza hiyo link, alafu mambo yatakwenda kuwa sawa sawa. Ni mimi Meya Pioneer wa GCV Educational Group, nikiendelea kukuletea series hizi za kuijua application yako ya Pi. Karibu sana.